Kuna mambo mawili ambayo yanafanyika. Moja, wengi wenu mmekuwa mnashirikiana nasi kwenye kiwanda chetu. Kile kiwanda ni kiwanda cha kihistoria, ni kiwanda pekee Afrika, lakini tunaambiwa kwamba ndio kiwanda cha pili kwa ukubwa duniani. Tunazalisha pale bidhaa kadhaa sasa hivi. Nafahamu kwamba tulikuwa tunazalisha bidhaa hii ya viwadudu kwa muda mrefu toka tumeanza, lakini sasa tumeanza kuzalisha pia na bidhaa ambazo zinaenda kutumika kwenye sekta ya kilimo. Sekta ya kilimo ni sekta kiongozi kwa taifa letu, inaajiri watu wengi, lakini pia ina mchango mkubwa katika sekta nyingine zote za uchumi wa nchi. Kwa hiyo na hili ambalo tunalifanya leo hapa sio sekta ya kilimo tu, lakini pamoja na afya za Watanzania. Kwa hiyo leo tunafanya mambo kadhaa. Moja, tutasaini mkataba kwa ajili ya kuweza kuzalisha bidhaa mpya za kilimo kwa maana ya mbolea. Kwa hiyo tutakuwa na bidhaa kama 3 ambazo zitakazozalishwa, lakini tunaenda kuongeza bidhaa nyingine za viuatilifu ambazo tayari tunazalisha 1. Lakini tukio kubwa ambalo tunafanya hapa leo ni makabidhiano rasmi ya teknolojia katika kiwanda hiki. Na hii ni teknolojia ambayo tunahamisha leo, ni teknolojia ya kuzalisha viuadudu kwa ajili ya kupambana na magonjwa ya malaria na magonjwa yote ambayo yanaambukizwa na mbu, kijumuisha dengue na magonjwa mengine. Lakini pia tunahamisha teknolojia ya kutengeneza viuatilifu kwa ajili ya mazao. Na kuanzia tukio hili ambalo litakalofanyika leo, hiyo teknolojia rasmi inakuwa ni teknolojia ya Tanzania. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa. Mheshimiwa Balozi, pamoja na waandishi wa habari, ukiangalia makampuni makubwa kama Google, Apple na mengine, asset kubwa ambayo walionayo kwenye vitabu vyao ni ile patent right. Ile ndo sio majengo, sio mitambo, sio ile patent right, ndo mchango mkubwa ambao walioko nao. Sasa kwa sisi kiwanda hiki kimekuwa ndo kama maabara, imekuwa ndo shule ya bioteknolojia, na hiki ni kiwanda ambacho kinamilikiwa na serikali ya Tanzania kwa 100%. 100% serikali ya Tanzania inamiliki kupitia shirika letu hili la maendeleo la taifa. Kwa hiyo hiki ni kiwanda cha Watanzania. Na teknolojia ambayo inaenda kuhamishwa hapa ni teknolojia ambayo sasa inaenda kuwa rasmi, ni teknolojia ya Tanzania. Bidhaa zote ambazo zitakazo kuwa zinauzwa, sasa hivi tunauza bidhaa kwenye nchi 8. Zote zinaenda kuuzwa zikiwa ni bidhaa za Tanzania. Kwa hiyo kiwanda chetu cha TBPL kitaenda kwenye hizo nchi zote ambazo tunauza na nchi nyingine zote za Afrika na kokote ambapo tunapata soko, kwenda kuisajili hii bidhaa, ikiwa ni kwamba ni bidhaa ambayo inamilikiwa rasmi na kiwanda chetu cha TBPL ambacho ni kampuni tanzu ya NDC. Sasa niseme kwamba tumepiga hatua kubwa, Mheshimiwa Balozi, kwenye swala la malaria. Malaria imeshuka kwa kiasi kikubwa. Sasa hivi ilikuwa kwenye 13%, sasa hivi imefika mpaka 8%. Kwa hiyo inaendelea kushuka, lakini mchango wa kiwanda hiki ni mkubwa. Wakati kiwanda hiki kiliandaliwa kwa maono makubwa. Ni kiwanda ambacho kina uwezo wa kuzalisha lita milioni 6, lakini lengo la nchi yetu ni kuhakikisha kwamba inamaliza malaria mwaka 2030. Mitambo ya kiwanda hiki ina uwezo wa kuzalisha bidhaa zaidi ya hiyo ya malaria. Tunaweza tukazalisha bidhaa takribani 10 mbalimbali. Na sasa hivi tulivyokubaliana, kati ya makubaliano ambayo tunaenda kuyasaini leo ni kuhakikisha mpaka 2026 Disemba mwakani tuwe tumehamisha teknolojia ya bidhaa 7. Kwa maana hizi ambazo za malaria ziko 2, tutaongeza hizi za mazao ambazo tunaongeza idadi ya hizo bidhaa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba mazao mbalimbali yanaweza kufikiwa vizuri. Kwa hiyo tutakuwa nazo 4.
alafu tutahamisha na hizo bidhaa za mbolea. Na ndio maana leo tumeweza kuwa na mkurugenzi mtendaji, mkurugenzi mkuu wa TFC, ambao kwenye taifa letu ndo wana kampuni ambayo ni kama NDC lakini kwenye kilimo, kwenye masuala ya mbolea. Kwa hiyo hawa ni wadau wetu muhimu. Ni katika maandalizi ya kuhakikisha kwamba hizi jitihada zote zilizofanywa na serikali zinaweza kuwafikia wananchi. Na tutafanya kazi pamoja nao na kuhakikisha kwamba hii teknolojia ya Tanzania ambayo inahamishwa leo inaweza kuwa na matunda ambayo ni makubwa. Kwa hiyo mwaka 2030 tutakapokuwa tumemaliza kuondoa malaria kwenye taifa hili, tutakuwa tuna hizi bidhaa nyingine zinaendelea kuzalishwa pale. Hiki ambacho kimefanyika leo kinagusa sekta kwa haraka kama 3 hivi. Sekta ya kwanza ni sekta ya afya nchini, kwa sababu leo kwa mara ya kwanza Tanzania ina utaalamu yenyewe wa kuzalisha bidhaa ambayo duniani ndiyo inaongoza kwa kuangamiza mbu na viluilui wa mbu wanaosababisha ugonjwa wa malaria, lakini na mbu wengine wanaosababisha magonjwa mengine. Hili limefanyika leo, liko sambamba na jitihada za serikali za kuhakikisha ya kwamba malaria inafutika kabisa kuanzia sasa mpaka mwaka 2030 au kabla kidogo. Teknolojia hiyo sasa iko hapa Tanzania, hapo Kibaha mkoani Pwani. 2, leo kilichofanyika hapa tumekishuhudia kinahakikisha ya kwamba kwenye sekta ya kilimo tutaanza kupuliza viuatilifu hai. Viuatilifu duniani kote viko vya aina nyingi, huwa vinatumia sumu kuua wadudu wanaoharibu mazao. Viuatilifu hivi ambavyo sasa teknolojia yake na maarifa ya kuvitengeneza sasa yako hapa Tanzania, na teknolojia hiyo inamilikiwa na Watanzania. Havitumii sumu, lakini vinaweza kuua wadudu wanaoharibu mazao. Tafsiri yake ni nini? Ukipuliza kwenye mazao na tukala, hakutakuwa kuna madhara yoyote ya kiafya. Na dawa hii imethibitika na taasisi zetu zinazosimamia ubora wa bidhaa za kilimo ni bora kupita huenda zote mmezoea kuzifahamu. Kwa kwanza ni bora, lakini 2, haitakuwa na madhara mengine hasi au madhara kwa watumiaji kule kwenye kilimo, kwa watumiaji wa chakula. Wenzangu watashuhudia, mimi nimeshiriki huko Cuba kushuhudia. Tunapuliza kwenye matango na tunakula. Hii ya viwadudu inapulizwa kwenye maji na tunakunywa na hakuna madhara yoyote. Na inaua ile ya viwadudu vya mbu zaidi ya 90%. Ndani ya masaa 72 viluilui wote wamekufa. Kwa hatuna sababu nyingine kwenye nchi yetu ya kuwa na balaa la malaria, kwa sababu sasa suluhu iko hapa Tanzania na kisheria kabisa. Hii ya viwadudu, ya viuatilifu hai, nimesema ubora wa kuangamiza wadudu wanaharibu mazao, lakini inaongeza lengo lingine kufikiwa la serikali la kuzuia magonjwa yasiyoambukiza, wanasema Kiingereza non-communicable diseases, kama kansa, saratani. Kwa sababu ukipuliza viuatilifu vya sumu, ndio muda si mrefu unaanza kuona takwimu za magonjwa ya saratani yanaongezeka. Kwa kuwekwa dawa hii kupelekwa huko kwa wakulima kote nchini Tanzania, tuhesabu ya kwamba tumewekwa huru kutoka katika madhila ya viuatilifu vinavyotumia sumu kuangamiza wadudu wanaharibu mazao.
hili ni jambo kubwa kabisa, litaongeza tija kwenye mazao na linatuhakikishia afya kwa watu wetu. Hii dawa ikipulizwa kwenye maparachichi, hii dawa ikipulizwa kwenye pamba, hii dawa ikipulizwa kwenye maharage, ikipulizwa kwenye maua, na mimi nitoe rai hapa, wale ambao watakuwa wanapuliza kwenye mazao haya, nimeyasema kwa uchache, ni vizuri wakabandika lebo kwamba mazao haya yametumia kiuatilifu hai kisichokuwa na sumu, kwa sababu ulimwenguni bidhaa ambazo zimetumia viuatilifu hai gharama yake huenda ni mara 2 zaidi ya bidhaa ambazo zimetumia viuatilifu vya sumu. Kwa ndugu zangu wa maua tunapeleka nje, ndugu zangu wa mazao ya kilimo tunapeleka nje, hii ni fursa nyingine ya kiuchumi ya kuongeza pato kwa mtu mmoja mmoja anayeshiriki na kwa nchi yetu. Kwa maana hiyo ameeleza vizuri sana Daktari Shombe, Balozi Yordanis, lakini pia na ndugu yetu Ortiz kutoka Cuba. Kifuatacho ni mbolea hai. Kwa unajua kuna kiuatilifu kinauaga wadudu wanaharibu mazao. Mbolea inaongeza rutuba kwenye ardhi na kuongeza afya na uhai wa mazao yetu. Hiyo nayo teknolojia yake pamoja na maarifa yake iko rasmi hapa Tanzania, na ndio maana ndugu zetu wa Wizara ya Kilimo kupitia shirika letu la mbolea wako hapa ili kuhakikisha ya kwamba sasa tutaanza usambazaji wa viuatilifu hai, mbolea hai kote nchini Tanzania, ili vile vitu wa Tanzania wanakula vina usalama 100%.